Nauma sana. Boniface Mwangi alidinywa matako. Boniface Mwangi alidinywa matako na maaskari wa Samia Suluhu, na ndio kwa maana analea. Then a man came and was putting his fingers in my anus and then saying that, say you're feeling nice, say you're feeling good, say asante Samia. Then they would do that. President wa Tanzania, ile ulifanyia Mganda na Mkenya ikurudie mwenyewe, na ikiwezekana ukipatikana mtu hata kama uko na wewe naibu wako, kwa sababu nyinyi wote ni wasichana, ubakwe wote. Naomba hiyo kitendo yenye mlifanyia huyo Mkenya na huyo Mganda, naomba kama kuna mwanaume atatoka tu kando kwa sababu ya naibu wako huyo mwenye ako nyuma yako, mlinzi wako ni msichana, naomba mbakwe wote. Hakuna venye mtaingiza mwanaume mdole nyuma alafu muingize pia msichana vidole nyuma mkisuspect mkae salama. Nyinyi wa Tanzania mmedhihirisha kuwa nyinyi ni wanyama. Nyinyi ndio viumbe yenye hazistahili kuwa na binadamu wengine. Ani wa Tanzania, nyinyi mnafanya mwanaume na mwanamke hivi. Mama Suluhu Hassan, jiheshimu. Hao watu ambao uteka watu nyara, yani kubaka watu ndo is the biggest thing you can ever do, you know, like huwa wana uchu sana, ama unaona hapo kubaka watu utakuwa umemweza mtu sana, ama ni vipi? Kwa sababu ukisikiza kesi nyingi za watu ambao wameteka nyara na watu wasiojulikana, some of them don't talk, but wengi wao wamefanywa vibaya sana. And the question this evening, is it the only thing ambao mnaweza fanyia watu baada ya kuwashika endapo wafanyi vitu ambavyo labda zile serikali zao zinataka? After that, then what? You know? Ndio, then what? Ndio hata fanya tena ile mambo? Why do you try to mess with dignity za watu? You know? Like, mtu kwa mfano kama amefanya makosa ambayo ameenda kinyume cha sheria, ni kwamba kumkamata, kumpeleka mahakamani, ashtakiwe, apatikane na makosa beyond reasonable doubt, afungwe jela hata kama ni miaka 50, inaeleweka. Lakini kumtendea binadamu unyama ambao wengi wanafanyiwa hapa nje, kwa kweli uko mbinguni naona tutacheleweshana sana hadi. Tutacheleweshana sana. Na hao watekaji nyara nikaambia wana tabia moja, wamezaliwa na mama moja. Maana si wa Uganda, si wa Tanzania, sio wa Kenya. Maana wengi waliotekwa nyara walisema wakanifanyia mambo ambayo siwezi yataja hapa. Is it the only thing? Ama wao wanaenda mafunzo kufundishwa kwamba mkishashika watu mabakeni? Guys, unyama mwatoka wanyama kaingia binadamu. Mafole asked me in front of those lawyers, are you circumcised? I said, I'm circumcised. I said, we're going to circumcise you again. So there's a lot of threats and beatings. I was the one being beaten at that station. Then a man came and was putting his fingers in my anus and then saying that, say you're feeling nice, say you're feeling good, say asante Samia. Then they would do that. They underwear from my mouth and they started questioning me, asking my name, where are you from, why are you here, who sent you, why are you coming to destabilize our country? And then they said, Wekamoto. So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it out. Yeah, so my government let me down. My government sided with Suluhu's government and said we're interfering with Tanzanian politics. We were not interfering in Tanzanian politics. So all this time they're telling me they're recording everything they're doing to us, or rather they're doing to me. So they're recording this. They're teaching me a lesson. Your name, your wife's name, your kid's name, where do you live, where do they go to school. I'm naked. Tell me, stop screaming, the kids are sleeping. And then to drown my screams, they opened the car because I could hear them, they were playing gospel music in the background. My people, hakuna kitu imedibo kama hiyo story ya Boniface Mwangi. Huyo mwanaume mwenye alikuwa medetainiwa Tanzania ile time ya Martha Karua. And let me tell you, I've heard the story, and huyo mwanaume yani ni kama alivujwa ubikra uko nyuma. Yani the way he was actually giving all the story was deep.
But wa Tanzania, hiyo beef haiwezi isha, hatuwezi iacha hivyo. No. Kama ni hivyo na watu wenu tumewashikilia huku Kenya, it's not fine. If that's how your government works, muna detain mtu alafu munamfanyia unyama, hapana. Kenyans, we have to retaliate in a very good way. Anyway, Aluta baba ya mtu mnamfanyia unyama, badala tu mungemshika mumpatie punishment yoyote.